Shangazi, nikija kugundua kama kuna ukweli wowote unaokuhusu kwenye hili, mimi nakwambia utanifahamu mimi ni nani. Unataka kushindana na mimi leo? Yaani mimi nilianza kuliona jua, unanitishia wewe kigagula mmoja wewe? He? Wewe si ni mbwa tu kama mbwa wengine. Unataka kunitisha mimi leo? Yaani leo nataka uanzishe bifu na mimi. Tuanze kuoneshana humu ndani nani mkubwa. Na kutisha, si ndio? Sawa. Tusubiri inyeshe, tuone panapovuja. Yaani hawa watoto nawalea, nawatetea, lakini bado wananiona mimi sina maana. Hawaoni msaada wangu wowote. Mungu wangu. Lazima nifanye jambo. Itabidi nitumie nguvu zangu kuwaonesha. Subiri. Mwamvita, mpenzi wangu, umechelewa sana kurejea katika kijiji, ila na imani amani itapatikana kwenye kijiji cha Mkondogwa. Sio Mkondogwa, bali ni mimi na wewe ndio tutaipata hiyo furaha. Kwa nini mimi na wewe na isiyo kijiji kizima? Nimefanya kila kitu kwa ajili yako Jito. Hatujawahi hata siku moja kushiriki kimapenzi mimi na wewe katika mahusiano yetu, na ili tuweze kufanya hivyo ni lazima tutoe watu kikoa, na wale nilokuja nao ndio ambao wamekubalika. Unataka kumpeleka wapi? Yaani uwatoe watu kwa ajili ya mambo ya kijinga hivi? Unajua wana ndoto zao. Siwezi kukubaliana na hili Jito. Sisi ni mateka na wale ni wanajeshi, wamejitolea kwa hali na mali ili sisi tupone. Hapo kosa langu nini, mpenzi wangu? Mwamvita, wale sio wanajeshi wa hii vita. Kwani ulivyokuwa unawaleta ukuambia wanakuja kwenye kijiji cha aina gani? Na sitakubaliana na hili. Hali hubadilika, hakuna kuelewa. Samahani sana Ashi kwa kuto kushirikisha hili. Natamani tumpeleke mama kwa mganga ili aweze kuepukana na haya mateso. Wewe ni nani? Yaani wewe una uchungu sana kuliko sisi watoto wake? Punguza ujuaji wakati wa vita, utawaponza hizio. Ashi, sikuwa na lengo baya, ni kwa ajili tu ya usalama wake mama. Usalama eh? Yaani wewe kama una huruma sana, kabla ya kusubutu kwetu sisi, nenda kaanze na mkeo. Toka hapa. Toka bana. Kila anayekimbia anarudishwa tena. Sendekwa anatawala kwa hofu na macho ya moto, lakini nguvu zake zinaanza kumgeuka. Ashagundua ukweli wa damu yao. Mkuu,
Mbona ujio wako wa ghafla sana mpaka unanitisha? Mwambie mumeo. Kamwambie mumeo kila alichotaka kufanya aache. Akiendelea kuwa mkaidi, chumba cha adhabu kitamfika. Mkuu, amefanya nini tena? Na mbona hajapanga jambo lolote? Na hata kama kapanga, mimi mbona sijui kama mpanga jambo la kuzuru wewe mkuu? Hakuna anayejua lini ni usiku au mchana. Msimu unabadilika bila sababu. Kipete, Kipete. Ina maana umesahau yote? Au hiyo nguvu ya kucheza game unaipata wapi? Kutokana na uchovu wa safari niko ngoja nikaa ni fresh mind hapa na game. Vipi? Tunatakiwa tutolewe Kikoa. Mwamvita sio mtu mzuri kwetu. Alafu hapa kijijini ana mpenzi wake, wewe anakudanganya tu. Kikoa? Afu masuala mpenzi wake umeyajuaje? Sina muda kujibu swali lako. Atakujibu mumeo. Mwambie nachukia sana kumsamehe binadamu. Mkuu, naomba msamehe mume wangu. Hajui hata alitendalo mkuu. Msamehe kwa ajili yangu. Mpe japo hata masaa. Hata siku. Hapana. Kwa hili hakuna msamaha. Mara kadhaa nimeendelea kumuonya tu. Na wewe ukimwekea mgongo, adhabu lazima itamfika. Jaribu kumsamehe mkuu. Nionelee huruma hata mimi. Msamehe kwa ajili yangu. Msamehe kwa ajili yangu mkuu. Yule ndo mume wangu. Ila huyu mwanaume halilokuwa analitafuta sasa kalipata. Maana ni kaidi hatari. Kwa sasa sio muda sahihi wa kujibu maswali yako. Tunatakiwa hapa tujue tunafanyaje ili kuokoa maisha yetu. Uona mpango gani? Tutoroke. Sawa, lakini kumbuka Mwamvita alituambia kwamba milango yote imefungwa. Mimi nadhani tungetulia ili tujue njia ya kutokea. Sawa. Ila tunatakiwa tuwe makini sana kuishi hapa. Sawa. Ila hali inanitisha sana. Usijali. Kila anayekimbia anarudishwa tena. Sendekwa anatawala kwa hofu na macho ya moto, lakini nguvu zake zinaanza kumgeuka. Mbona sioni ahadi yako? Umeamua kuniachia na huu mzigo. Sawa bwana, kibasi changu. Bau, unavyoniona mimi nakaa kimya, haimaanishi kwamba mimi napenda basi unavyopitia. Hapana, maumivu yako ndio maumivu yangu mimi. Ila nakaa kimya kwa sababu ya mtu mmoja pambana naye. Ni mtu hatari sana. Hebu naomba unielewe basi. Na kuelewaje? Siku zote hizo umekaa kimya. Sio kuja kunijulia hali, sio kuja kunipa pole. Hauna hata muda na mimi. Alafu nataka nikuelewe. Nikueleweje? Bau, kaa ukijua kwamba mtu ambaye napambana naye hii vita ni mtu hatari. Mimi mkononi mwangu nina gongo, alafu yeye ana silaha kali. Inahitaji akili na uvumilivu hali ya juu ili niweze kushinda hii vita. Kaa ukijua kwamba mimi nakupenda sana. Na ninavyoendelea kukaa kimya, haimaanishi kwamba mimi ni mjinga. Na wewe mwenyewe pia unaona hadi nyumbani kwetu, mama yangu, chika anavyonyanyasika mama yangu pale. Kutwa nzima anatembea mitaani. Unaiona hali ya mama yangu anapitia. Lakini yote na maumivu moyoni. Nataka nifanye kitu kwa ajili yenu, kumbuka. Nakupenda sana. Kasto, subiri kwanza. No. Hivi Kasto, ili swala unalifikiriaje? Swala gani mke wangu? Hakuhusu mtoto.
Lakini mke wangu, nimekwambia hili swala tumwachie Mungu. Kama mimba unapata, hata mtoto utapata. Hebu tumwachie Mungu, tumuombe Mungu mwenyewe, tutapata mtoto. Mungu mwenyewe anasema hivi, jisaidieni na mimi niwasaidie. Kwa hiyo unataka tuendelee tu kumuomba Mungu. Nisikize mume wangu. Kama huwezi kwenda kwa mganga, mimi nachohitaji talaka yangu. Nisikilize mke wangu. Hilo swala la imani za kishirikina unazoweka, mimi silihitaji. Alafu pia huko unakotaka twende, sio hapa mke wangu. Ni kijiji cha pili huko na unajua kabisa hatari yako kijijini kuna nini. Kwa hiyo hilo swala mimi siwezi kufanya. Hauna lolote kwa sababu unamjua msababishaji ni ndugu yako. Ndio maana unajishaua hivyo. Sasa nisikilize. Mimi sitaki maneno mengi na wewe. Kama wewe hutaki kuitwa baba, mimi nataka niitwe mama. Uwezi nipe talaka yangu. Sasa nisikilize mke wangu. Hilo swala niachie mimi. Niache nitoke, nikirudi nitakuwa na majibu yote. Lakini hilo swala talaka sahau kabisa, naache kuhusu hilo swala. Hebu rudi ndani. Mimi nikirudi nitakuwa na majibu yote. Sawa mke wangu? Sikiza nikwambie. Wewe nenda uko unapoenda. Lakini ujue ukirudi hapo hutonikuta na talaka yangu itanifuata nyumbani. Kila anayekimbia. Sawa, mimi nipo. Ukiamua kuja kunisaidia, nipo tu nyumbani. Siwezi kwenda popote na hii hali. Muda ambao utaona ni sahihi kwako kuja kunisaidia au kunipa msaada, utanikuta nimekaa tu. Usiseme maneno hayo. Hayo maneno si mazuri. Hata mtu yote akipita akisikia maneno, atanitoa mimi akili. Unaelewa na mengi ninayopitia. Hali ya mama yangu unaijua. Mama yangu ni chizi, unajua hiyo. Na yote kasababisha huyo. Hebu fikiria mimi basi vitu vyote tunavibebaje. Kwa kuna kati nakaa kimya, haimaanishi napuuzia unawapitia. Hebu basi naomba unielewe, nakupenda sana. Na ndio maana nikatoa pesa zangu, nikaleta kwenu. Sawa, nimekuelewa. Sawa basi. Nashukuru. Wewe naye vipi? Mbona mapema hivyo afu watu ndani usije kutusikia vile mazungumzo yetu. Watu wenyewe shaanza kushtukia. Wanakushtukia nini Mwamvita? Fanya kitu kwa utimamu. Tena fanya kitu kwa akili kubwa sana ili wasijue chochote kile. Maana mkuu amekaa kule anatusubiria. Wewe haupeleki majibu ya aina yoyote. Sijui hata unamaanisha nini. Shusha chini sauti yako. Wasije wakakusikia bure. Wapo ndani. Maana ilo neno la kikoa, huyo bwana ndo kalishikilia hatari. Sijui kalisikia wapi. Wewe mwanaume maana ndo kashaanza kustuka kiasi hiko. Ili asijue shoga yangu. Hapa sisi ishi hapa kimya. Maana Jumapili sio mbali. Tumebakiwa na leo na kesho. Kesho kutwa yule bwana kazi anayo. Kwa hivyo sisi hapa yameshaisha shoga yangu. Tuendelee na mambo mengine, mimi hapa niondoke kwangu. Yaani nimejaribu tu kumpoza. Maana ameliongelea. Nimempoza, mwisho tumegombana lakini yameisha. Sasa mimi naisubiria tu hiyo kesho kutwa. Nitimize malengo yangu. Maana ndo haswa nilikuwa nayahitaji. Hapo sasa ndo tunaanza kuelewana. Maana ungekuwa wewe mtu hujamuandaa kwa kutolewa kikoa, mimi hapo ungenichanganya. Haya sawa, vipi lakini kesho si unaamkia shambani? Mimi kesho naenda shambani. Sawa, tutaongea huko. Haya baadaye. Hali hubadilika, hakuna kuelewa. Mbelele, hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza kushindana na mimi, na mtu yoyote hapa kijijini atakayejaribu kuvunja sheria zangu lazima nitamhukumu. Samahani sana mzee Sendekwa, tena samahani. Nina hapa sitorudia, na hapa kwa jina lako sitorudia mzee Sendekwa. Nadhani unajua sheria zangu, na sheria yangu namba 1, sitaki kumsamehe binadamu yoyote hapa, kwa sababu lazima atanikosea tena. Wewe lazima adhabu ipate.
Mzee Sindekwa, adhabu tena. Hakuna anayejua lini ni usiku au mchana. Usijali Mzee Sindekwa, mkeo ataadibika kwenye nchi. Tafadhali. Kijiji cha wakati usioeleweka. We kijana, huyo unayemfuata huko si mtu mwema kwako. Ni bora urudi kabla milango haijafungwa.